kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mungu amefanyika muujiza katika maisha yangu. Kuna watu wamezungumza hapa kwamba Sigrada hakuwa na jina kubwa, hakuwa na pesa, lakini Mungu akamuonyesha Sigrada dunia. Kwa hiyo kama ni shukrani zangu kwa 100% zinamwendea Mungu wangu. Na mwezi wa 12 nitafanya misa ya shukrani pale nyumbani kwetu Kisilo tarehe 26 baada ya Christmas. Nawaalika sana pale kwa wazazi wangu. Lakini nipeleke shukrani zangu kwa familia yangu kwa ujumla, na waliomzaa mama yangu ambao ni wajomba zangu. Mungu awabariki sana na shukuruni sana. Asanteni sana kwa kuzaa tumbo la mama yangu ambalo limenizaa mimi. Lakini salamu nyingine nazipeleka kwa marafiki zangu, wakiwemo mawakala, asanteni sana mawakala wangu. Nyinyi ndo mlishikilia uchaguzi. Kulikuwa na vishawishi vingi. Nakumbuka kulikuwa na vishawishi vingi sana. Mngeweza kujiuza na mkauza matokeo yangu. Lakini mkasema hapana, tunamlindia kula Sigrada bila kujali mtapata maslahi gani. Mungu awabariki sana. Lakini mtu mwingine wa pekee sana ambaye nilipambana naye usiku na mchana, tukawa tunagombana, tunatukanana, lakini asubuhi tunaamka tunasema tunatakiwa kwenda mbele, ni katibu wangu wa jimbo ambaye ni mdogo wangu John Kago. Karibu sana mdogo wangu. Huyu mtoto tulilala sebuleni wote tukihangaika na uchaguzi huu, tukihangaika na mambo ya mawakala, lakini aliniambia neno moja. Akasema bora mimi nikose udiwani wa Njombe mjini, kwa sababu alikuwa mgombea wa udiwani. Bora nikose udiwani wa Njombe mjini, lakini wewe upate ubunge, mimi nitafurahi sana kuliko wewe ukose mimi nikapata. Mdogo wangu, licha ya changamoto zote zilizopitia na tulizopitia, siwezi kusahau wema wangu kwako. Una zawadi kubwa sana kwangu. Siwezi kuitaja hapa wasije wakakuvamia. Lakini kesho asubuhi utakutana na hiyo zawadi. Don't give up. You are in the right track. Uko sehemu salama, na cheo chako cha ukatibu wa jimbo, wewe ni bosi wangu. Natamani uendelee kuwa bosi wangu. Ukininyang'anya kadi ya Chauma wewe, mimi sina ubunge. Natamani uendelee kuwa bosi wangu. Nakupenda. Zawadi yako ambayo utaifurahia utakutana nayo kesho asubuhi. Love you more. Lakini haikuishia hapo. Akasema kwa ajili ya historia nataka tushone suti sare. Hapo vipi? Asante sana mdogo wangu. Sasa nitazungumza mambo machache. Watu wengine ambao siwezi kuwasahau ni taasisi, ni Chama cha Ukombozi wa Umma walionipokea, akiwemo katibu mkuu Salum Mwalimu ambaye ndo alikuwa mgombea wetu wa urais. Ndiye aliyenipokea mimi kuwa mwanachama wa chama hiki. Kaka yangu Salum Mwalimu, popote ulipo, naomba upokee shukrani zangu kwa moyo mnyofu, na kwa sababu mimi ni mdogo wako, bado ni maji ya moto sana, naomba uendelee kunilea na kunitunza. Na Chauma ngazi ya mkoa, majimbo na matawi, Mungu awabariki sana wakina George Sanga na mwenyekiti Ndururu. Mungu awabariki sana. Na wengine wote waliopo kwenye ukumbi huu, kwa sababu mimi naamini mtu yeyote aliyopo
kwenye ukumbi huu alinisaidia kwa namna moja au nyingine. Mtu yeyote, kama mkuu wa wakala basi ulinipigia kura, kama kunipigia kura ulikuwa mwandishi wa habari ulipeleka ujumbe wangu kwa umma, kama ulikuwa mwandishi wa habari ulikuwa bodaboda, kila mtu ana nafasi yake. Nataka niwaahidi kitu kimoja, mimi ni sauti yenu, sitawaangusha, na kila mtu atalipwa kwa wakati wake. Usijione umepoteza. Jambo jingine nitaongea kwa ufupi sana. Wakati wa kampeni zangu kuna mambo kama 50 nilizungumza, lakini Mungu alivyo waajabu, Mungu alivyo waajabu. Wakati Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anahutubia bunge juzi, kwa nyinyi mnaofuatilia siasa, katika mambo aliyozungumza ambayo ameyachukua kwenda kuyafanyia kazi, zaidi ya mambo 6 ni mambo aliyozungumza Sigrada kwenye kampeni. Sasa wewe unaenda Mgenge unasema Sigrada hana nyumba. Sasa Samia atabeba nini? Kuna watu walienda Mgenge wakasema Sigrada hana nyumba, machawa wa CCM, au sio? Samia atabeba nini? Atajifunza nini? Nataka niwatajie machache, kwa sababu speech ya rais iko kwenye mitandao, nendeni mkaisikilize. Baadhi ya hayo, Samia ameunga mkono hoja ya kwamba tunahitaji kuwa na vyuo vya michezo, ambavyo mimi nilizungumza kwenye kampeni kwamba kwa sababu mpira ni ajira, michezo ni maisha, tufundishe vijana wetu waweze kuajiriwa ili waweze kupokea mishahara. Samia juzi kazungumza. Jambo lingine ambalo nilizungumza kwenye kampeni na Samia amezungumza ni mfumo wa bima za afya. Nilisema habari ya mtu wa Mgenge kulipa 10,000, akienda hospitali ya mkoa wanamwambia bima yako ni ndogo, asipotibiwa wanasema hela yako ametumia mwingine, alafu huyo mwingine ambaye yeye bima yake ni kubwa, asipotibiwa haiji kukusaidia wewe mwenye bima ndogo. Nilizungumza kwenye kampeni nikasema tunahitaji bima za afya ambazo Mtanzania atatibiwa popote kwenye nchi hii. Tuwe na bima ya afya ambayo ni flat rate. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano amelichukua hilo. Jambo lingine alilozungumza, nilisema kwa sababu Watanzania wengi kwa sababu ya ugumu wa maisha walishindwa kwenda shule. Kwa hiyo hawa wataalamu wanatumia sheria vibaya kuwaumiza Watanzania kwa sababu sheria zile zimeandikwa kwa Kiingereza. Mimi nikasema kama taifa limeweza kubadilisha sheria ya uchaguzi na kuwa ya Kiswahili, basi wabadilishe sheria zote za nchi hii ziwe za Kiswahili ili mtu asionewe. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan juzi amelipokea hilo na ameliingiza kwenye ilani yake. Jambo lingine nikasema vijana wengi wanapanga, watu wanajenga nyumba haziishi kwa sababu vifaa vya ujenzi vimepanda bei. Tunahitaji kupunguza vifaa vya ujenzi ili vijana watoke kuishi kwa wazazi wao wakajenge nyumba zao nzuri. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati analihutubia taifa dira ya mwaka 2025-2030 ameingiza kwenye ajenda zake za msingi. Kwa hiyo tutarajie vifaa vya ujenzi kushuka bei. Jambo lingine ambalo nilizungumzia ni ishu ya katiba mpya. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amelipokea nalo kwa sababu hizi kampeni walikuwa wanazifuatilia. Na ndio maana
kwenye mikutano yetu tulikuwa na mtu toka ofisi ya msajili, lakini tulikuwa na tume ya uchaguzi ilikuwa ikizunguka ikitukagua. Sasa niwaambie siri, mmepeleka mtu sahihi. Ukiona una mbunge ambaye akizungumza jambo lake hata serikali haichukui, huyo ni mbunge mfu. Jambo lingine ni uwanja wa ndege. Tumepiga kelele toka tukiwa wabunge wa madiwani 2015. Samia juzi amesema rasmi uwanja wa ndege utaanza kujengwa Njombe. Sasa nataka kutuma salamu kwa serikali iliyoko madarakani, kwa sababu mimi ni mbunge wa wananchi na sina ubia wowote na serikali, na wameshajichanganya, wameahidi haya mambo watajuta. Na jambo lingine ambalo nilikuwa nikilipigia kelele, amesema Mheshimiwa Mtamike hapa, Mtamike na Sagasaga, licha ya siasa sisi ni familia, sisi ni ndugu. Mtamike akisikia Sigrada na tatizo analivaa kama la kwake, Sagasaga akisikia Sigrada na tatizo analivaa kama la kwake. Sasa nataka kusema hivi, wameahidi hayo yote. Tulipiga kelele barabara ya Ludewa. Juzi Samia amesema barabara zote zilizokuwa zimesimama zitaanza kutekelezwa. Sasa mimi nikasema amezungumza vizuri sana, tunasubiri vitendo. Sasa kwa bila kujali vyama vyetu, nimeona chokochoko zimeanza. Yaani wanasema kwa nini Sigrada? Yaani wamepata ubunge lakini bado wanaungangua wivu hadi kwenye ulichokipata. Nataka nitume salamu kwa madiwani viti maalum wa CCM. Madiwani viti maalum wa CCM na wanachati kwenye magrupu yao ya vyama vyao, kwa sababu mimi ni mtu wa watu, habari zote nazipata. Mbunge wao kapata ubunge, Sigrada kapata ubunge, na wote tuna heshima sawa na tuna hadhi sawa, lakini bado inawauma. Huo ni ujinga. Mtu yeyote mjinga anaweza akalaumu mimi kuwa mbunge wa jimbo hili. Unakuwa na wivu hadi kwenye vitu vizuri, utafikiri tumekuchukulia mume wako. Huo ni ujinga. Kama wananjombe tukatae hicho kitu, haijalishi wewe ni CCM au Chadema au wewe ni chama gani. Tunachoangalia jimbo la Njombe mjini, tuna wabunge wawili wa kutusemea. Sigrada akiumwa mwenzangu atazungumza, mwenzangu akiumwa Sigrada atazungumza. Jambo langu lingine, nakaribia kumaliza, naomba nitoe wito kwa taasisi zote za kiserikali, iwe TRA, iwe mamlaka ya maji, iwe mamlaka ya umeme, iwe mamlaka ya barabara, yani TARURA. Naomba nitoe wito, mimi ni mbunge, tunahitaji kufanya kazi kwa pamoja. Nataka nitume salamu hadi kwa mkuu wa mkoa na taasisi nyingine zote za kiserikali kwamba mimi Sigrada Mligo ni mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba bendera hiyo. Kwa hiyo naomba tushirikiane kuijenga Njombe yetu. Hazina hizi, vifaa hivi sijavitengeneza mimi, nimekabidhiwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tukubali tu, imeshakuwa, hakuna nini, hakuna namna. Kawape salamu. Mbunge ni mbunge, hakunaga wabunge wawili wawili. Mbunge ni mbunge.
sana. Kwa hiyo niombe taasisi zote za kiserikali kwenye mkoa huu, hasa jimbo la Njombe mjini, tufanye kazi kwa pamoja. Lengo letu ni kuitumikia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia wananchi wake. Hilo ndio lengo la msingi. Wewe ukitaka kuleta chokochoko, kaulize tume ya uchaguzi, sio mimi. Nina jambo la mwisho naomba nimalizie. Mimi nitaondoka, nitaenda bungeni na muda mwingi nitakuwa bungeni. Watu wengi mmekuwa mkinipigia simu sipokee, kwa sababu ukiwa kule uko busy sana, hata muda wa kupokea simu huna. Licha ya taasisi yangu ya Chauma kuwa na uongozi wote mpaka level ya chini, na mimi ni mtoto wa chama hiki, mimi nitaendelea kuwajibika kwenye chama hiki, lakini nahitaji mtu anaitwa katibu wa mbunge. Katibu wa mbunge ni mtu ambaye nyinyi mtatakiwa kuwasiliana naye, sio mimi. Yeye atanipa taarifa. Lakini pili, tunahitaji ofisi ya mbunge ili ujue shida yako unapeleka wapi. Kuna watu hawajai kuwa na ofisi, yaani ni wabunge hapa hawana ofisi. Lakini la tatu, niliahidi kwamba ofisi ya mbunge itakuwa na wakili. Yeyote anayenyanyaswa kwenye nchi hii, hasa na serikali, sijui mwenyekiti, sijui mtendaji, sijui kipanda karudi, akatetewe na wakili wa ofisi ya mbunge. Nataka kuwapa habari njema kwamba ofisi yetu kama ofisi ya mbunge itakuwa jengo la Ilongo pale juu, karibia na Roman, ile ghorofa ya Ilongo. Lakini tutaweka kibao chenye simu. Ukifika pale unakuta wamefunga. Kwanza hawatafunga, kwa sababu watapata adhabu kali sana wakifunga. Ofisi yetu itakuwepo pale muda wote. Lakini la pili, kutakuwa na wakili ambaye tumeshaingia naye mkataba. Wakili huyo utapeleka matatizo yako ya kimanyanyaso, peleka pale. Lakini la tatu, naomba nimtangaze katibu wangu ambaye mtakuwa mkiwasiliana naye. Sio katibu wa kudumu, akizingua mnapiga simu moja tu kwangu, napiga chini naweka mwingine, kwa sababu katibu wangu mamlaka yake iko kwangu. Atawatajia namba zake za simu hapa. Lakini natambua kuna watu wana matatizo ya mtu mmoja mmoja. Mtafika ofisini pale kuanzia kesho. Naomba nimtangaze Yohana Ndone kuwa katibu wangu wa ofisi ya mbunge wa jimbo la Njombe mjini. Njombe bwana. Mbona mpigi makofi? Sikilizeni niwaambieni kitu kimoja. Usipopiga makofi utakutana naye kwenye matatizo yako. Kwa ufupi sana ndo naenda kumalizia. Nimemchagua huyu dogo sio kwa sababu ana akili sana au amesoma sana au ana uwezo sana. Nimemchagua huyu mtoto kwa sababu nimepambana naye kwenye harakati zangu za kutafuta maisha ni zaidi ya miaka 3 sasa. Nilimpa umeneja wa kampuni yangu, hajawahi lipa mshahara hata siku moja, kwa sababu kampuni ilikuwa haijasimama, na hajawahi lalamika popote wala kunichafua popote. Sasa naomba unisikilize vizuri. Hawa watu hawa ndio wamenifanya mimi niwe hapa nilipo. Sasa waje ofisini, nyanyua mabega. Siku ya pili una kazi. Umeelewa? Huo unyenyekevu ulionao, endelea nao. Ukizingua unanijua mimi mafuta ya taa, unanijua. Kuna siku nilishawahi watia roho kwa wafanyakazi wangu wote akiwemo na yeye. Lakini angekuwa mtu mwingine, baada ya kumweka roho, vijana, uvumilivu ndio silaha iliyobaki. Baada ya kukaa roho kwa siku 3, mimi ndio
lakini nashukuru uliendelea kuniita bosi. Na nilipofika loka ukaniambia, uliponiona tu kaanza kulia. Ukasema bosi, sisi hatuhusiki, tumekaa na ile ofisi miaka 2. Kama tungekuwa na lengo la kuibia tungekuwa tuishakuibia. Kile kilikuwa ni kipimo kikubwa sana kwako. Mungu akubariki, tuko pamoja. Wewe ni mfanyakazi rasmi wa ofisi yangu na utalipwa mshahara kila mwezi, lakini utaendelea kusimamia Smart Talent International. Asante. Namba muiandike 06 21 41 27 26. Na sikilizeni, hamuandiki kwa sababu naamini mna namba ya Sigrada, sitapokea. Nitakuwa bungeni. Andikeni ili nisipopatikana mimi, kwa sababu hamtanipata kirahisi. Utawasiliana na huyu atanitumia ujumbe kwenye simu maalum. Nitatoa maelekezo. Hebu itaje tena. asante, nairudia tena 06 21 41 27 26. Asante. Asante. Andika namba ya katibu wa mbunge. Jina anaitwa Raston Ndone. Yohana Raston Ndone. Ni nani huyo? Wewe andika katibu wa mbunge. Asante. Katibu wa mbunge. Mungu awabariki sana. Nawapenda sana. Mmenisubiri sana. Ninachoweza kuahidi mbele ya umati huu ni kwamba mko sehemu salama. Lakini mwende huko mkiwa mpo kifua mbele. Tuna mbunge, tuna mwanasheria, lakini tuna ofisi ya mbunge ambayo tunaingia muda wote. Lakini la tatu, sisi tunaishi na wananchi, tunajua matatizo ya wananchi. Naomba mfikishe matatizo ya wananchi kupitia katibu wangu pale ofisini ili tuweze kuwasemea bungeni. Na sio tu bungeni, ili tuweze kutoa maelekezo, kwa sababu mbunge sio tu kuingia bungeni, hata matatizo ya wananchi mmoja mmoja huko mtaani. Kitu kingine, naomba mniombee sana. Amina. Vita ni kubwa, mambo ni mengi, shetani hajalala. Naombeni mniombee. Wale mliokuwa mnapiga simu sipokei, mnisamehe. Mambo yalikuwa ni mengi, mmepata katibu. Wasilisha changamoto zako kwa katibu. Mheshimiwa katibu wa mkoa, naomba nirudishe maiki kwako. Mungu awabariki sana. Na washukuru sana. Wapeni salamu kwamba imeshakuwa haipinduki. Na kuna mtu mmoja hapa Tufishe Mwamlima. Wageni wangu toka Songwe, Mungu awabariki sana. Mheshimiwa Tufishe akasema mnanipa miezi 3. Sitakubali kupigwa chini. Kwa hiyo nitatii maelekezo ya chama. Asante sana. Mungu